Amefanya nini tena? Nimesemaje? Yaani Leticia, Yesu anataka mimi niende jela. Jela mimi nitaenda, nikafungwe afurahi. Tena mimi jela nitaenda nakwambia. Sasa unaenda wapi? Hata niende polini. Yesu anataka niende polini. Hata nikakae na simba mwenye nyumba abaki ndani. Yesu amefunga nisiende kwenye kikao. Afunge mlango, yeye mwenye nyumba, mimi nikalale polini na simba na chui. Anaona mimi ni mnyama. Kaini, anachonitafuta atakipata. Mimi nimemaliza. Amefunga mlango? Afunge. Subu! Wasubu! 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 Fungua mlango. Subu! Kuja huku, njoo, toka. Wewe, umemfanya nini babako? Mama, mimi sijafanya kitu. Kwa hiyo babako ni mjinga, hana akili. Yaani yeye ni mwehu. Ametoka hapa amekasirika, hujamfanya kitu, amekasirishwa nini? Na kuuliza tena kwa mara nyingine, umemfanya nini babako? Nimekwambia sijamfanya kitu. Haya, kilichokufanya mfungie mlango ni kitu gani? Tatizo la baba atumia nguvu kuliko akili. Hapo wewe mtoto ataka kunipanda kichwa nisubiria nje. Mlango! Kasongo yeye. Mombali nanga. Mama naye, saa mkubwa anatafutwaga. No we got those videos. No we got those CLKB. Vipi umempata? Nimempata hayo kwa kuja. Boss, vipi wewe? Mbona hujaja kwenye kikao? Alafu mbona hujavaa viatu? Umechanganyikiwa? Hamna boss. Sijachanganyikiwa wala nini. Na ila tu nilikuwa nafanya mazoezi ya kukimbia. Si unajua kupunguza mafuta. Mazoezi? Mazoezi kwenye jua kali? Ni mazoezi tu bosi. Si unajua mwili mkubwa au kupunguza mafuta muhimu. Alafu kuhusiana na swala la mimi kutokuja kwenye kikao, ni mambo tu yaliingiliana, lakini hata huko mpango wangu. Lakini kikao kijacho nadhani nitakuja. Haupo serious sana. Okay. Mimi naenda. Nadhani tutakutana kazini. Bosi, samahani. Nadhani unakumbuka kuwa nilikuwa nishatuma maombi ya mkopo. Na kwenye kikao cha leo ndo nilitakiwa kupokea pesa zangu. Sijui umenichukulia. Hauko serious. Tumekuchukulia? Wewe unahisi unaweza usije kwenye kikao alafu tukakuchukulia? Hapana bosi. Nilikuwa tunauliza ili nifahamu. Lakini vipi, kuna uwezekano wa kuzipata tena? Anyway, hatuwezi kuzungumzia masuala ofisini, barabarani. Kuna sehemu naenda. Nikitoka nitapitia nyumbani kwako. Basi sawa. Kama utapitia nyumbani itakuwa ni kitu kizuri sana. Kwa sababu kuna vitu vya msingi sana nataka tuongee. Basi bosi, mimi nikutakia safari njema.
unatakiwa kuvuruga sana mambo na kuyafanya unapotaka wewe. Sasa umefanya vizuri. Umemkoroga baba yako, ameondoka hapa amekasirika, na nikupe taarifa yako tu, hajaacha hata 100. Na huko ndani hamna kitu chochote na mimi sina hata 100. Sijui leo tunakula wapi. Mama, unashangaza. Nakushangaza? Nakushangaza kivipi? Kama atakumbuka amechatwa atarudi. Na kama akumbuka amechatwa atarudi. Kwa hiyo haina haja kuumiza kichwa mama yangu. Hebu acha kuhangaika. Akija asipokuja atajua mwenyewe. Mtu mzima apotee. Atajijua mwenyewe, si ndio? Basi hiyo nzuri nimeipenda. Kama atajijua mwenyewe na mtu mzima apotei, basi hiyo nzuri. Na wewe sasa, watoto wasikiaji njaa. Nisisikie unaniambia unasikia njaa hata kidogo. Na utoke hapo kabadilisha nguo zako za shule. Toka bwana wewe. Kwenda huko kenge nje mtoto wewe. Jamani. Huyu mtoto anataka mimi nimfanyaje? Anataka nini huyu mtoto jamani? Anataka tu aniharibie ndoa huyu mtoto, na hii ndoa imeshaanza kunishinda mimi. Dada. Salama. Mabaya. Dada samahani. Mimi nilikuwa naomba uje hapa nyumbani mara moja. Sasa hivi kuna kitu nataka niongee na wewe. Basi sawa. Wewe mwenzetu vipi? Mbona umechafuka hivi? Una shida gani wewe? Alafu katika siku ambazo umeniuzi ni leo. Yaani mimi na wewe tuliongea vizuri kabisa kwamba tutaenda kukaa kwenye kikao siti za mbele. Tuwe machawa, lakini sasa umefanya nini leo? Wewe mwanangu, Seba wewe hujui tu. Yaani tena hujui. Unajua Seba, mimi kuna muda anajilaumu sana kwa mwanamke mwenye mtoto kaka. Yaani yule dogo ananifanya nyumba mimi naiona chungu. Nyumba naiona kama vile sio nyumba yangu. Uweza mimi sitaja kwenye kikao kwa sababu ya yule mtoto kaka. Kwa kufanya nini? Muda ule kaka tunaongea kwenye simu nini, mimi nasafisha viatu. Sasa ametoka shuleni, kutoka shuleni kaja kanikuta pale mimi naosha viatu. Haya, kanikuta pale, kanileta sijui ujinga gani. Mimi nimemtishia tu kidogo kukimbilia ndani. Sasa amejifungia kaka. Kajifungia mle kafunga, mwanangu nimegonga kadi ya uwezo wangu wote, hajafungua mlango. Na nilipoona bahati mbaya kaka, kuja kushangaa nimekaa kwenye mlango nimepitia usingizi. Kushtuka kaka. Muda kikao ushaisha. Vipi mwenzangu? Yaani hapa unaponiona mimi na hasira kino, na hapa nilichoamua kaka, mimi nimeamua kutoka nyumbani, nataka nikae huku kwako hata wiki 3 ili nione hicho kiburi kinachowafanya wenyewe wanachanganyikiwa, toa hela kula watatoa wapi. No. Kaka bwana, hizo ni hasira za mkini. Hivi wewe unaweza kata hasira yako kubwa kama lile uje kwetu kwa watu ambao tunajitafuta? Bwana rudi kwa mke wako bwana. Eti. Lakini tu Seba wewe hujui ndugu yangu. Mambo mengine fezea, dharau, afu dharau mimi sijai kuzikubali kabisa ndugu yangu. Sio kwamba sikutaki kaka. Inabidi hapo rudi katunze familia yako. Hakuna mwanaume anayesifa kukimbia familia yake. Alafu unatakiwa kujua kitu kimoja. Matatizo hayakimbiwi. Wewe ni mtoto wa kiume, unatakiwa upambane na matatizo yanayokukuta. Leo unataka kukimbia familia yako ndugu yangu? Unaniangusha sana kaka. Kaka wewe hujui tu ndugu yangu. Unajua kuna muda nikikaa nikafikiria nikawaza, yaani naona kama nakosea hivi, lakini kama napatia hivi. Anyway, umekuja wakati mzuri. Umekuta nimeandaa mazingira ya chakula.
Sasa tukaingia ndani tukala na ukimaliza ukatunze familia yako. Kula? Hamna. Hata hivi mimi nishakula. Alafu unajua kuna point umemwaga hapo zina kitu. Mimi nadhani sasa mimi nirudi tu nyumbani kamwone mke wangu. Maana kweli mwanaume unabidi uwe ngunguli ngangali, unajua ngenge. Lakini kuhusu kula hamna. Sema mimi nadhani tutakutana kazini. Sema tofauti moja kati yako wewe na mimi. Mimi kipindi naanza kazi mwenzio nilikuwa nawahi sana kazini, lakini wewe umeanza kazi unakuja kitajiri. Tukutane kazini bala. Basi jioni. Ila huyu brother bana, yaani kutoka kote huko bondeni anakuja hapa hata kukimbia familia yake. Kwa watu wengine bana. Ila huyu sio bure. Kwenda amekaribia kuchizika huyu. Ba! Yaani leo ndo unaona. Anyway, hayanihusu sana. Karibu sana dada yangu. Asante. Vipi lakini? Kwema? Maana umenipigia simu haraka haraka umeniambia nifike hapa nyumbani. Unajua umenitisha. Ni kweli dada yangu. Yaani mimi siko sawa kabisa. Yaani kuna vitu vinanisumbua sana kwenye akili yangu. Na tatizo kubwa ni huyu Baby Supu. Yaani huwezi amini. Baby Supu amekuwa akimtania babake mara kwa mara. Yaani anamfanyia vitu ambavyo hata havieleweki. Sasa kikubwa alichokifanya leo, kamfungia babake mlango na babake amekasirika, ametoka hapa na hasira kuanzia asubuhi mpaka sasa hivi hajarudi. Na alivyoondoka sasa amechakaa, hana hata ndala, yuko peku peku. Yote anafanya Baby Supu. Sasa mimi ambacho nilikuwa nahitaji dada yangu ni kuombe. Naomba ongea naye huyu mtoto kwa sababu mimi najua yeye anakuogopa. Na hisi ukiongea naye atakusikiliza. Mimi ameshaniona kama vile bibi yake, naongea ni hanisikili. Kiingia huko linatokea huko, anajibu chochote anachojisikia huyu mtoto. Unajua nini? Sikuelewi kabisa. Hivi mtoto mdogo anaweza akamchanganyaje mtu mzima? Hizo ndo tabia zake sasa hivi. Wewe ongea naye tu hapo. Eti Baby Supu, hizo tabia umeanza lini? Hapana mama mkubwa, hata msimsikilize mama. Alafu mama, nishakwambia yule ni mtu mzima, atarudi tu. Umemsikia? Umeyasikia maneno yake? Huyo ndo Baby Supu sasa. Baby Supu, wewe ndo umekuwa mwongeaji kiasi hiki? What's going on here? Mama hapo! Jana kuja sasa. Nisema sikusema. Jana ingia sasa. Jana kuja. Nisema sikusema. Nisema sikusema. Mwamba baba ndo naingia sasa. Mwamba, mwamba, mwamba. Mambo. Wewe, shemeji yako huyu. Oh. Kumbe ni shemeji. Basi sawa. Kasongo yeye Mimi nipo ndani. mbali nanga Kasongo mbona wewe songa libala oh yeye Kasongo mbona wewe Mbona makubwa? Aha. Ben, kama nilivyokuambia, huyu hapa ni dada yangu. Anaitwa Janet. Nadhani nilikwambia kuwa nina dada yangu anasoma nje ya nchi. Na ndio huyu hapa. Kwa sasa ameshamaliza masomo yake, yuko hapa Tanzania. Oh, Janet. Karibu sana. Jisikie uko nyumbani. Asante sana shemeji. Na pia nimefurahi sana kukufahamu. Hata mimi nimefurahi kukufahamu kwa sababu nadhani ndio siku ya kwanza kuonana. Yeah. Pia samahani. Nadhani unakumbuka kuwa tulikuwa tunaongelea swala la kutafuta mdada wa kazi wa kuishi naye hapa nyumbani. Lakini kwa bahati nzuri Mwenyezi Mungu kafanya wepesi. Nimeongea na dada yangu
kuhusiana na swala la kukaa na sisi hapa nyumbani na amekubali. Sema kwa sasa amesema kuna vitu vyake bado anaviweka sawa. Akishamalizana nazo atakuwa na sisi hapa nyumbani. Kwa hiyo sidhani kama hapo kutoka kuna haja tena kutafuta mdada wa kazi wa kuishi naye hapa. Kwa sababu yeye yupo atakuwa anatusaidia. Wow, that is good. Janet, mimi nimefurahi sana kusikia hiyo taarifa. Na karibu sana, jisikie uko nyumbani kama nilivyokuambia hapo mwanzo. Mimi nashukuru sana shemeji. Na kingine, nadhani muda umeenda sana. Natakiwa kuondoka sasa. Unataka kuondoka sasa hivi? Oh my God. Okay, mimi nikutakia tu kila la heri. Karibu sana. Janet, sukeka kidogo jamani. Nadhani hata wewe mwenyewe unaelewa. Natakiwa tu sasa hivi niwahi nyumbani. Sawa. Na mbona ulirudi umetafuka miguu kama ulikuwa unalima? Nilikuwa nalima lami. Baba, mbona upeni amani? Nimekuja kukuongelesha kama rafiki, lakini nashangaa unajibu kwa ukali. Unaweza ukaniambia sababu ya kufanya wewe ufunge mlango? Baba, tatizo lako wewe mkorofi. Alafu vitu vya kuongea wewe mtakupigana. Sasa endelea hivyo hivyo. Kuna siku nitakuja nikubutue hicho kichwa kama korosho, ndio utakuja ujue hujui. Baba, hata hivi ni kumisi? Hata hivi ni kumisi? Yaani wewe na huo korosho wako ni misi mimi? Ndio. Kumbe na utukutu wako kuna muda waona ni misi, si ndio? Ndio. Kasongo yeye. Na mimi nilikumisi pia. Mbali nanga. Kasongo mbona wewe? Yaani tulimisiana. Anyway, mimi najisi na usingizi kidogo. Nahitaji kupumzika. Remote ile pale. Utachukua uweke channel unaotaka wewe. Sawa? Sawa. 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 Acha nawe. Usije ukanisumbua. Sawa. Aha. Karibu sana bosi. Shukrani, shakaribia. Ujio wako umekuwa na faraja kubwa sana kwangu. Kwa sababu uliponiambia utakuja nyumbani sikutarajia kabisa kama utafika. Mbali. Alafu naomba nikuulize kitu. Hivi leo ulikuwa umekutwa na nini? Maana hali nilokuta nayo nje na sasa hivi ninapokuona ni watu wawili tofauti kabisa. Ni kweli bosi, si unajua bosi mambo mengi. Lakini kama nilivyokuambia nilikuwa nafanya tu mazoezi. Kwa hiyo kuna muda tunakumbushia utotoni kwenye jandimu, kwenye vitu vingine, si unajua. Samahani bosi. Kwa vipi kuhusu ile swala langu la pesa? Limefikia wapi? Kasongo yeye. Mbali nanga. Baba, hani kuna friji leo, hamna juisi? Wewe, kwenye friji juisi atakuwa mama yako hajaweka, lakini naisi atakuwa anatengeneza. Hebu kaangalia jikoni. Iko kuanganisha hiyo ni soda gani? Hii haiwezi kuwa pesa. Hii ni Coca-Cola. Uongo? Nakuja baba ni uongo? Ukitaka ujue kwa nini nifunge. Napiga pafu moja, afu nitawaambia ni soda gani. Aha. Sasa baba unanikonyeza nini? Baba ni sawa sikusema, mgeni ni sawa sikusema.